asubuhi ya leo. Usikimi, tamka tu neno mbele za Mungu. Mwambie Mungu wewe ni Mungu. Wewe ni mtakatifu Yesu. Ukiinua Yesu leo unainua mfalme. Ndio maana tunasema ni wewe peke yako asubuhi ya leo. Inainua mikono yetu mbele zako. Inasema unaweza. Inasema unaweza. Wewe ambao umetusawa katika asubuhi ya leo Bwana. Tukuinue Yesu. Tukuabudu mtakatifu. Tuinue jina lako asubuhi ya leo Bwana. Hakika kuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine kama wewe Baba yetu. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Tumetamani asubuhi ya leo Bwana. Wewe unatosha Baba.
Ninasema ni wewe peke yako. Nikitazama Yesu jinsi unavyofanya mambo yako, ninasema ni wewe tu Yesu. Ni wewe peke yako Baba. Ni wewe mtakatifu. Ni wewe Israeli asubuhi ya leo. Ni wewe mfalme wa wafalme. Ni wewe peke yako. Ni wewe Yesu. Ni wewe tunaokufananishwa na wewe. Ni wewe katika maisha yetu Bwana. Ni wewe kuabudiwa Baba. Ni wewe kuabudiwa Yesu. Ni wewe kupewa sifa. Ni wewe kuinuliwa mtakatifu. Hakuna mwingine kama wewe. Kando na wewe Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ni wewe peke yako asubuhi ya leo Yesu. Ni wewe Yesu, ni wewe mtakatifu. Wewe ni zaidi ya yote asubuhi ya leo Bwana. Wewe ni zaidi ya yote mtakatifu. Wewe ni zaidi ya yote Baba yetu. Nani aliye kama wewe Bwana? Nani aliye kama wewe Yesu? Wewe ambao umejawa na wingi wa ushuhuda Baba. Wewe ambao umejawa na wingi wa upendo Yesu. Nani kama wewe mfalme? Nani kama wewe Baba Yesu? Nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe mtakatifu? Mungu usiyetingizika kama Bwana. Umesema ya kwamba wewe ni mwamba wetu usiotingizika kama Bwana. Wewe ni mwamba wa maisha yetu Bwana asubuhi ya leo. Wewe ni mwamba wetu, wewe ni mwamba wetu Baba. Huwezi tingizika kama Bwana. Unabaki kuitwa Mungu mfalme. Umebaki kuitwa Mungu siku zote Bwana. Umebaki kuitwa Mungu wakati wote, wewe ni Mungu. Asubuhi ya leo Yesu, tumeinua mikono yetu mbele zako Bwana, tukisema ni wewe tu Bwana. Hatuna mwingine wa kuabudu Yesu. Hatuna mwanaume tena wa kuabudu Baba. Ni wewe tu wa kuabudiwa Yesu. Ni wewe uliye mtakatifu Baba. Ni wewe uliye mtakatifu Simba wa Yuda. Ni wewe peke yako Bwana. Ni wewe peke yako Yesu. Wewe ni mtakatifu wa watakatifu Yesu. Wewe ni mfalme wa wafalme asubuhi ya leo Baba. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe mtakatifu? Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Ulituumba Yesu tukuabudu. Lengo letu kuu Baba ni kukuabudu. Lengo letu kuu Yesu ni kukuabudu. Lengo letu kuu Yesu ni kukuabudu. Ni kukusujudu Yesu, tukisema unaweza. Tukisema wewe ni mtakatifu. Tukisema wewe ni mtakatifu. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni msaada wetu wa karibu Yesu. Binadamu wanapokataa watu wako, binadamu wanapotukataa Yesu, wewe unabaki kuitwa Mungu mfalme. Tumeanguka chini ya miguu Yesu. Tumeanguka chini ya miguu yako Bwana, ili uabudiwe Yesu. Ili uabudiwe asubuhi ya leo Bwana. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe mtakatifu? Watevile Nyasaye ngatoba ange naye Nyasaye. Watevile ngatobe ange naye kegima Nyasaye. Tuatira sobo sio wage mambi yabo no monene. Toko imukia maboko itu igoro Nyasaye. Toko tebanga toko igyobo sera uwa Nyasaye. Ekiagera ni goro mwege no monene. Ai ni goro machenu Nyasaye. Ai ni goro Nyasaye. Ai ni goro marwati baba yetu Nyasaye. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe mfalme wa wafalme. Oh, nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe mtakatifu? Nani kama wewe Baba yetu? Ni wewe peke yako. Ni wewe peke yako mfalme. Ni wewe peke yako mfalme wa wafalme. Maana tunajua kuna mwingine zaidi yako Yesu. Inua mikono yako juu tunapoenda kuimba uwimbo. Inua tu mikono yako juu, mwambie yako Baba. Baba
mbele zako ninainama. Oh yes Lord. Mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu Baba. Hallelujah. Mimi ninakuabudu Baba. Mimi ninakuabudu mbele zako ninainua.
tukisema Yesu ni wewe. Chini ya miguu yako Baba tunakuabudu, tunakusujudu Mfalme, tunainama mbele zako, tunainua mikono yetu Baba, tunasema unastahili, tunasema unastahili Yesu, tunasema unaweza, tunasema unaweza. Hakuna mwingine kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Yesu, hakuna mwingine kama wewe Jehova. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu Baba. Baba yangu, Baba yangu, nani kama wewe? Nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe mtakatifu? Uketie kwenye kiti chako cha enzi, umejivika nuru kama ufalme. Nani kama wewe Baba? Nani kama wewe Baba? Nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe mtakatifu? Nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe mtakatifu? Uketie kwenye kiti chako cha enzi Baba, umejitwika nuru kama vazi Bwana. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu Yesu. Wakupewa sifa ni wewe Mfalme, wakusujudiwa ni wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Umetamalaki asubuhi ya leo, umeinuliwa asubuhi ya leo Mfalme, umeinuliwa asubuhi ya leo Yesu. Umetukuka asubuhi ya leo Jehova, umetukuka mioyo ya watoto wako asubuhi ya leo Baba. Nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe mtakatifu? Unaweza, unaweza Yesu, unaweza mtakatifu, unaweza Jehova, unaweza Mungu wangu, unaweza Elizadai. Wewe ni mkuu, wewe ni mtakatifu, 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 wewe ni mtakatifu Baba, wewe ni mtakatifu Yesu. Asante Bwana kwa uwimbo, asante kwa uwimbo Yesu, asante kwa uwimbo mtakatifu. Pokea sifa na utukufu Yesu, pokea sifa Yesu, pokea sifa za mioyo yetu Bwana, pokea utukufu wote Bwana, pokea sifa zote Yesu. Umetukuka Yesu, umeinuliwa Bwana, umeinuliwa mtakatifu. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Kuna huu wimbo unasema ya kwamba nimemuona Yesu hakibadilisha mambo. Nimemuona Yesu hakifanya ushuhuda. Mungu anafanyanga ushuhuda kwa watoto wake. Wacha Mungu atufanyie ushuhuda asubuhi ya leo katika maisha yetu. Haleluya. Nataka tuimbe wimbo. Nimemuona Bwana akibadilisha mambo. Nimemuona Yesu akifanya ushuhuda. Nimemuona Bwana akibadilisha mambo. Nimemuona Yesu akipeana ushuhuda. Nimemuona Bwana akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Nimemuona
akifanya ushuhuda, akinipa ushuhuda. Kama unaamini Yesu amefanya ushuhuda katika maisha yako, mwambie nimekuona asubuhi ya leo. Mwambie nimemuona Bwana asubuhi ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Ukitoa watu chini na kuweka juu. Kuona Yesu. Uketisha na wafalme. Hallelujah. Kuona Yesu. Glory to your name. Kubadilisha yale ambayo ni Glory unto you, Lord. Glory unto you, Jesus. Mkono wako ukiwa You juu ya deserve the familia. honor. You deserve the glory. You deserve the adoration. We worship you, King of glory. We honor you this morning, Yahweh. We honor your holy name this morning, Jehovah. We honor your precious son this morning, oh Lord. You have given us the testimony this morning. We are here to testify of your goodness. We are here to testify of your love. We are here to testify of your protection unto the lives of our children this morning. We testify that you are in our midst this morning, oh God. We testify that your glory is with us this morning. We testify that you are here to heal us this morning. We testify that you are here to change our lives this morning, oh God. We testify that you are here, Lord, to change the way people see us this morning. We testify that you are here, Lord. Hallelujah. Mwambie Bwana ya kwamba niko hapa nitoa ushuhuda kwa sababu umebadilisha mambo katika familia yangu. Mwambie Bwana niko hapa nitoa ushuhuda kwa sababu umenineemesha asubuhi ya leo. Motebinga Nyasaye noonde litukolia leo gaiga nikutolea ushuhuda ya kwamba umekuwa baba, ya kwamba umekuwa mume, ya kwamba umekuwa tegemeo katika familia yangu. Kama uninua sauti yako kwa Bwana asubuhi ya leo, inua sauti yako kwa Yesu. Ni mambo mangapi Mungu amekutenda asubuhi ya leo? Hata kukufikisha mwezi wa 12, hiyo ni neema na ushuhuda wa kumtolea Mungu ya kwamba umefuka na kukanyaga siku ya kwanza ya mwezi wa Disemba. Kama uninua sauti yako mwambie nimeona ukibadilisha mambo. Wakati wengine wanajiua, wakati wengine wanauana, wakati wengine wanamalizana, wakati wengine ni wagonjwa, wakati wengine wamekata tamaa, wewe Mungu amekupa ushuhuda asubuhi ya leo. Come on, testify to the Lord this morning. Testify to the Lord this morning. You are here to testify. We are here to testify of the goodness of the Lord to the living in the name of Jesus. Lift our eyes to this morning. Have mercy on us, my dear Lord. Have mercy on us, Amebadilisha mambo. Have mercy on us. Amebadilisha mambo. We thank you, Lord. Amebadilisha mambo. Huyu Yesu, huyu Yesu, huyu Yesu, huyu Yesu. Amebadilisha mambo. Huyu Yesu, huyu Yesu, huyu Yesu. Kama uninua sauti yako mwambie umebadilisha mambo. Umebadilisha mambo. Umebadilisha mambo. Tumekuona Yesu, tumekuona asubuhi ya leo. Tumekuona Yesu, tumekuona maishani mwetu. Tumekuona Yesu, tumekuona katika huduma zetu Yesu. Tuhurumie asubuhi ya leo. Tusamehe makosa yetu. Nimemuona Yesu. Mwambie akibadilisha mambo. haleluya. Nimemuona Yesu akipeana ushuhuda. kili hayo maneno. Nimemuona Yesu Katika maisha yangu akibadilisha mambo. nimemuona. Nimemuona Yesu. Kanisa tuimbe
tena tumwambie akipeana one more time ushuhuda. tumwambie Yesu Nimemuona Yesu akibadilisha mambo akibadilisha mambo. nimemuona Nimemuona Yesu Imba ukimaanisha kabisa akipeana wakati wanadamu ushuhuda. walikukataa Nimemuona Yesu wakasema huwezi akibadilisha mambo. umemuona Yesu akifanya nini Nimemuona Yesu yakiri haya maneno akipeana tumwambie ushuhuda. nimemuona Nimemuona Yesu akibadilisha mambo akibadilisha mambo. nimemuona Nimemuona Yesu akipeana ushuhuda. haleluya wacha tuinuke katika miguu yetu katika jina la Yesu. Kama unaweza kuinuka, inuka tu katika jina la Yesu. Hakika Yesu ametupa ushuhuda asubuhi ya leo. We can testify that God has given us the testimonies. Hallelujah. Mungu ametupa ushuhuda asubuhi ya leo. Wengine hatukuwa tunafikiria hata asubuhi ya leo tungeweza kuongea, but God has given us this testimony. Hallelujah. We can even speak. Naona kero twakorire mereme menge wiki ngima na ane Nyasaye toire riogi erio tomote binga Nyasaye aye gwato iroborori. Hallelujah. Hata kukanyaga huu mwezi wa Disemba, it is a testimony to the Lord. Hallelujah. Your children kutoka shuleni wakakuja nyumbani na wamekaa hii miezi yote wakiwa sawa. It is a testimony that you are supposed to testify to the Lord. Na umwambie umenifanyia ushuhuda kuona watoto wangu wakiwa sawa. Hallelujah. That small thing that God does to your life, it is a testimony. Hallelujah. Even waking up this morning, unajidress vizuri, unaingia katika nyumba yake ukiwa sawa. It is a very good testimony to the Lord. Hallelujah. Usijiuliza ni nini nitatestify kwa Mungu. You have a testimony. You yourself, you are a testimony to the Lord. Wacha tuinue mikono yetu tumwambie Bwana asante. Tunapomaliza, mwambie Yesu asante kwa sababu mimi ni ushuhuda. Mimi ni ushuhuda. I am a testimony before you. Me being here this morning, it is a testimony. Oh, I worship you, King of Glory. And I give you honor this morning. For me to be in your house this morning, it is a testimony. There are so many people that wanted to be here this morning. But God, you've given me a grace to be in your presence. I give you glory and I give you honor. Thank you because you remain to be my Father and my God all the days of my life. Baba, katika jina la Yesu. Baba, wewe ni mwema katika maisha yetu. Asante Bwana kwa kibali ambacho umetupa asubuhi ya leo. Kuwa katika uwepo wako, kuwa katikati yako, kuinama katika kiti chako cha enzi. Baba, tunalitukuza jina lako. Angalia tunaingia katika kipindi kingine. We pray for your grace. Neema yako tu Bwana ikatembee nasi. Mtumishi wako Musa akasema ya kwamba siwezi kuenda peke yangu. Nenda nami Bwana. Nitangulie mbele yangu kuwa na hao wa Israeli katika hii safari. Bwana, kuwa nasi asubuhi ya leo Bwana. Utuneemeshe maana hakuna kama wewe. Shukuriwe na upewe sifa maana kwa Yesu Kristo mama na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good and all the time. Amen. Thank you, praise and worship. Thank you everyone. Asante sana kwa kuja nyumba ya Bwana. Ni wakati tunaenda kusikiza matangazo. Ni tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka wa 2024. Na pamoja kama kanisa tunajiunga na wengine wote in the whole world. We celebrate or we commemorate the World AIDS Day together. Na our sisters and brothers wanaposherehekea, hata kama
tuko hapa kanisani, hatuko pale nje kusherehekea na wao. Tunaendelea kusherehekea pamoja na tunawakumbuka kwa maombi. Nataka nishukuru wote ambao walisupport na kujiunga na Praise and Worship kwa ajili ya conference ambayo wamekuwa nayo kuanzia Wednesday tarehe 27 na leo ni climax. So tuko kwa conference or worship mood leo, na wageni wetu wako hapa kwa wingi wakitupatia neno la Bwana, na tuendelee kusimama na wao. Na kama bado uja support vile ulikuwa umepledge, rumu iko, tunaendelea kuhubiri neno la Bwana. Let us support the climax of the worship conference. Tarehe 16 mwezi huu wa Disemba tutakuwa na youth camp. Youths mpo? Youths tuko kwa nyumba ama tuko kanisani? Tuko na youth camp tarehe 16 hadi 21. Itafanyika, venue itakuwa Kereri Girls. Kereri Girls ndio tutafanyia youth camp yetu ya mwaka huu wa 2024, na all youths wacha tujipange ili tuweze kujiunga na youths wengine kwa hiyo camp. Tutakuwa na children conference. Watoto wetu watakuwa na conference hapa kanisani kuanzia tarehe 13 hadi 14, 13th and 14th of this month, hii December. Tutakuwa na children conference pamoja na teens, na tutajipanga next week ili tujue vile tutapanga watoto wetu tuweze kuendelea kuwakuza kwa neno. Jana tulikuwa na center meeting pale Ebenezer PAG, na our church was represented. Watu wengi walikuwa pale, na pia kwaya yetu iliimba hapo, na baadaye leo hiyo kwaya itaenda kutubariki vile ilibariki watu hapo jana na wimbo mmoja. So church choir tutakutana hapa kanisani on Thursday tarehe 5. Thursday tarehe 5 church choir tutakutana hapa kanisani kuanzia saa 10 hadi saa 11, 1 hour on Thursday tarehe 5, ili tuweze kushukuru Mungu na pia tujifunze machache. Na kwa sababu ya hilo, all church choir members baada ya ibada tutabaki nyuma. All church choir members tutabaki nyuma baada ya ibada, tukutane na viongozi wetu. Tutakuwa na mkutano at Omogonchoro PAG. Tutakuwa na mkutano Omogonchoro PAG tarehe 21 mwezi huu wa Disemba. Tarehe 21 mwezi huu wa Disemba tutakuwa na meeting at Omogonchoro PAG, na church choir itaimba wimbo kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Tarehe 6 Ijumaa tutakuwa na business conference for pastors, na itafanyika pale Nyang'ori. Hiyo ni Friday this week, tarehe 6 kutakuwa na business conference for pastors pale Nyang'ori, na kama kanisa tumeulizwa tuweze kutuma pastor wetu ili waende kwa huo mkutano, waweze kujipanga kama pastors na vile wanaendelesha kanisa zetu. Kwa hivyo baadaye tutajiunga pamoja
ili tuweze kutuma our pastors kwenda Nyang'ori tarehe 6 mwezi huu. Lord's Table itakuwa tarehe 8. Lord's Table itakuwa tarehe 8. That is next Sunday. Tujipange kwa sababu ya hilo. Nataka kuchukua hii fursa nishukuru Goshen Fellowship ambayo ilikuwa on duty. Wanamaliza leo jioni na kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Bethlehem Fellowship. Kwa hivyo Bethlehem Leadership tutaongoza members wetu vile tutaendeleza hiyo wiki. Zion Fellowship tutabaki nyuma baada ya ibada tuone viongozi wetu. Zion Fellowship tubaki nyuma baada ya ibada tuone viongozi wetu. Pia youths tutabaki nyuma tuone viongozi wetu. Youths tutabaki nyuma tuwaone viongozi wetu. Kufikia hapo ningependa nifunge matangazo niweze kuleta choirs na nitaleta choirs 3. Nitaanza na Goshen, then ladies, tumalize na church choir. Goshen Fellowship, ladies, then church choir. Goshen, karibu. Ina
tutajoiniwa na wengine. Release. Oh
PAG Church Choir. Jana walikuwa Ebeneza PAG na waliimba wimbo juu ya wokovu. Conductor alikuwa ni Ankonde. Utaona vile anamaliza akimaliza muangalie vizuri. So nataka nisome two comments. Number one, a good song based on the theme. Kasikia hiyo? Yaani hawakuenda nje nekere ngake nikiogopera. Number two, good tempo maintenance and good quality of voices. Kuna mahali hapo tu ni Pastor Asira ndiye anaelewa. Hapo kwa tempo. Na musicians. Number three, high level of confidence. Haki hamwezi piga makofi. High level of confidence portrayed. Tutaiangalia tuone kama ni ukweli. Hiyo ilikuwa ya jana. Ngine, for the conductor. God bless you. Nimesoma chenye kimeandikwa. Mahali tu tumeambiwa to improve. Wazee hoye. Wazee Bwana asifiwe. We were missing bass. It was missing. It wasn't heard well. Kumaanisha haikuwa mzuri, na wazee tafadhali tujiunge na wazee wengine ili tuweze kusupport hiyo bass. Total performance number 11 out of 1. Number 11 out of 1. From the opposite, number 1 out of 11. Bwana asifiwe. Church Choir tubariki.
Bwana asifiwe. Makofi mazuri kwa kwaya zetu. Amen. Amen. Nikimalizia matangazo, nachukua hii fursa kwa niaba ya management ya kanisa niweze kushukuru kila mmoja kwa ile support ambayo tulipeana kwa ndugu zetu ambao walikuwa wamepoteza wapendwa, Damaris Kumba, Evelina Kunga na Damakli Nyamongo. Wote walikuwa na matanga Friday na kila mahali kanisa ilikuwa represented. Thank you so much. Bwana wabariki tunapoendelea kusimama na wenzetu ambao wanatuhitaji wakati ambapo wanatuhitaji. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ni wakati wa kukaribisha wageni wetu. Ikiwa wewe ni mgeni, ni siku ya kwanza kuingia kanisa la Nyamataro, naomba tu ni salute wageni wetu, ni salute. Amen. Sema tu mahali uko ndio wageni tusimame mahali tuko kwa miguu yetu. Wageni. Amen. Amen. Ukiwa karibu na mgeni, tafadhali nikaribishie huyo mgeni vizuri. Karibu sana wageni wetu. Tunawapenda. Tukimaliza ibada, tukutane pale karibu na mlango, kuna meza pale ili tuweze kujuana zaidi. Ni wakati ambapo tunaenda kumshukuru Bwana kupitia kwa sadaka na saka zetu. Naomba tuweze kusimama, tukuje kwa furaha tukimshukuru Mungu kwa sadaka zetu.
Kristo. Tunalienzi na kulitukuza jina lako asubuhi ya leo. Asante kwa wema wako Bwana. Fadhili zako ni za milele, Mungu mkuu. Leo hii Bwana tumekusanyika mbele zako ili Bwana tukuabudu, ili Bwana tuje kusikia kutoka kwako. Asante kwa sababu ya neema kuu Bwana ambayo umetupea siku hii. Asante kwa sababu ya sadaka na fungu zetu Bwana ambazo tumekutolea kwako asubuhi ya leo. Bwana tuomba ukazipokee, ziwe manukato kwako Mungu usiyeshindwa. Vile Bwana neno lako linavyosema ya kwamba tukujalipu katika kukutolea Bwana, ili kwamba ukafungue milango ya mbingu. Bwana fungua malango ya mbingu, mvua ya baraka ikatumwagikie katika jina la Yesu Kristo. Wanao wamekutolea Bwana kwa vile ulivyowabariki navyo Mungu. Tuomba ya kwamba ukafuatilie neno lako, ukabariki kazi ya mikono yao, ukabariki mashamba yao Bwana, mifugo yao, na popote pale Bwana ambapo wanatoa vya kukutolea katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamekutolea ni wagonjwa Bwana, ukawaponye. Wengine wamekutolea wako na mahitaji mbalimbali Bwana, ukayatimize katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa kwa kuwa wewe ni Bwana. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Praise and worship. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama uko na furaha tafadhali pea mwenzako high five kama amesimama. Usimpe kama ameketi. Mpe high five kama umesimama. Hey, mwambie tu karibu katika nyumba ya Bwana. Smile tu kwake, hata unaweza dance tu kidogo na msalimia ukiwa na furaha. Usimuonyeshe kwa uko na huzuni. Unadance tu pole pole tu msalimie. Songa kwake tu. Songa tu kwake, mpe high five. Unampea high five. Hey, si smile tu kidogo. Salimia mwenzako, mwambie Yesu ni Bwana. Mpe high five, mwambie Yesu anaweza. Mwambie high five. Mwambie Yesu ni Bwana. Umsalimie vizuri. Mwambie Yesu anaweza. Mwambie yote Mungu yale hakika amefanya katika maisha yako. Yesu ndiye mfalme. Msalimie vizuri. Msalimie vizuri. Wewe mpe maneno. Mwambie Yesu anaweza. Mwambie high five. Mwambie Yesu ni Bwana. Mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu ni Bwana. Msalimie kwa furaha. Msalimie kwa smile. Mwambie Yesu ni Bwana. Mwambie Yesu ni Bwana. Wewe cheza kidogo. Wewe cheza kidogo. Mwambie ni Baba. Mwambie ni Bwana. Kama uko na mikono, inua tu nione. Kama uko na mikono, nasema inua. Kama uko na mikono, inua. Kama uko na mikono, inua. Kama uko na miguu, naomba uruke kidogo. Kama uko na miguu, naomba uruke kidogo. Kama uko na miguu, uruke kidogo. Kama uko na miguu, kama uko wewe, uko salama. Kama uko na Yesu, kama inue mikono. Msemeni Bwana, msemeni Bwana, msemeni Bwana, msemeni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wako na furaha? Amen. Kuna mwenye nilikuwa nimeona huko katikati ya hata ameinua mikono, lakini nimesema kwamba kuna furaha at least ameinua. Nilikuwa na kuongojea wewe uinue mikono. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Nimeona hapa Papo Chengo, pastor wetu amekuja na fimbo, lakini maji ni wakati wa kusimama alikuwa amesimama. Na ameumia, ako na fimbo, hata ameambiwa atembee na hiyo. Lakini amesimama. Lakini wewe uko salama. Unaambiwa usimame, utaki kusimama. Unaambiwa inua mikono, utaki kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na mikono, hebu niinulie tu hivi. Bwana nimerudi tena. Hallelujah. Yesu nakushukuru. Wengine sijui. Hebu kuwa na furaha tu. Umekuja leo kusema Mungu ni asante. Nataka tu unaenda tu hivi. Kiasi furaha yako tu, furaha yako. Haya, nataka tuende hivi. Kuja hapa katikati. Nataka tuende hivi. Angalia. Nataka tuende hivi. Nataka wanze. Unaenda. Unarudi tena. Wewe nataka ugeuke. Ile Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Sema wengine sijui, niamini
tunakushukuru. Hallelujah. Tunakupa sifa. Wakitumainia wanadamu, sisi hata tutumainie Bwana. Wengine wakitumainia masomo yao, acha tukatumainie Bwana. Wengine wakitumainia akili zao, acha tutumainie Bwana. Tuite jina ambalo ni kuu kuliko majina yote. Kwa mara ya mwisho, imba Yesu, 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 Yesu. Narita, narita jina lako, nami niweza, nami niweza na manami. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakuinua mbele zako. Tumekuja katika ibada ya siku ya leo, tunakusifu kwa wema wako, tunakuinua jinsi ulivyo Mungu mkuu katika maisha yetu. Tunasema ndio kwa sauti yako Bwana. Tumekuja tena kwako e Mungu, tumerudi, tumekuja kwako katika mchana wa leo. Ni kwa neema, ni kwa neema Bwana tuko hapa. Ni kwa neema, ni kwa ukuu wako Jehova. Sio kwa sababu ya nguvu wala kwa uweza, lakini ni kwa Roho umetusaidia Bwana kwa katika ibada ya siku ya leo. Bariki kila mmoja ambaye amepata kuingia hapa Bwana. Bariki kila mmoja ambaye amekuja mahali hapa, asitoke bure, asitoke bila neno lako Bwana. Tusije katika nyumba yako na tutoke tukiwa na mateso yetu.
Tusije katika nyumba yako Bwana tutoke tukiwa na magonjwa yetu. Tusije katika nyumba yako tutoke tena tukiwa hatuna kitu. Tumekipokea kutoka kwa madhabahu yako. Tumekuja Bwana. Tumekuja jinsi tulivyo. Tumekuja kukutana pamoja na wewe. Tumekuja tukiwa na magonjwa ambayo yametusumbua. Tumekuja katika mlima wako. Inawezekana hapa. Inawezekana katika ibada hii. Inawezekana katika nyumba yako. Inawezekana katika ibada ya siku ya leo. Yale ambayo hayawezekani kwa mwanadamu, yale ambayo yameweza kutuaibisha, yale ambayo yameweza kutufinyilia chini, yale ambayo yameweza kutufanya kuwa na vidonda ndani ya maisha yetu, inawezekana katika ibada hii. Mbingu imefunguka kwa ajili yetu. Neema ya Bwana imeshuka katika ibada hii. Ukuu wako umejaa ndani ya nyumba, na utukufu wako Bwana uko ndani ya nyumba hili. Naomba kwamba katika siku ya leo ukanene pamoja na mtu, unene pamoja na mioyo yetu. Tushughulikie Bwana, pasua mioyo yetu, ukaweze kututengeneza jinsi upendavyo. Wewe ni mfinyanzi, uko na uwezo kutufinya jinsi unavyotaka Bwana. Sisi ni kazi ya mikono yako. Tushughulikie Bwana, sisi ni kazi ya mikono yako. Sisi ni kazi ya mikono yako. Jehova, uko na uwezo kutubariki. Uko na uwezo kutuinua. Uko na uwezo kuponya mtu mahali hapa. Uko na uwezo kubadilisha maisha ya mtu katika ndani ya nyumba hii. Katika madhabahu haya inawezekana. Inawezekana katika mjana huu. Mbingu ikashuke katika viwango vikubwa. Bwana, ukatusungumuzie kwa kuwa wewe ni Mungu unayesungumuza pamoja na watu wako. Jina la Baba litukuzwe milele yote. Baba, ni asante. Unaponena kila sauti na kimya. Unaponena hakuna pepo la kuinua kichwa. Unaponena kila sauti inatulia. Unaponena walio wagonjwa wanapokea miujiza yao ya uponyaji. Unaponena waliolaaniwa wanabarikiwa. Unaponena waliokata tamaa katika maisha haya wanapata nguvu mpya tena. Wanapata nguvu mpya tena. Maana sauti yako iko na uwezo. Neno lako liko na nguvu kuumba kitu kipya. Neno lako liko na uwezo kutengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Neno lako ulisema na iwepo na ikawa. Na katoka kwa madhabahu haya. Naomba kwamba yale ambayo hayajakuwepo katika maishani mwetu, yale ambayo hayajakuwepo kwa miezi 11 imepita, na leo tarehe 1 mwezi wa 12 inawezekana katika ibada hii, ibada ya kwanza katika mwezi wa 12. Bwana, ukanyanyue watu hapa kutoka chini uwalete juu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kila nguvu za giza zikateketee. Kila mamlaka ya ibilisi yaporomoke. Kila njia zote za kisetani, maroho ya giza yakaweze kuangamia, na ni katika jina la Yesu Kristo. Ukabariki mtu hapa katika ibada ya siku ya leo. Tunakushukuru, tunakuinua. Ondetayo oyo kubieka naye. Ondetayo tawakore ngani. Ondetayo mugambi unaye. Ondetayo ngani ya mambia. Eye kubara ebwato bora bwobonge. Ekubara bakeme sunte yarima. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Hakuna mwenye ujuzi anaweza kulinganishwa na wewe. Hakuna mwenye hekima anaweza kulinganishwa na wewe. Hakuna nabii anaweza kulinganishwa na wewe. Hakuna mtu mwenye pesa anaweza kulinganishwa na wewe. Hakuna viongozi wa makanisa wanaoitwa majina makubwa wanaweza kulinganishwa na wewe. Tumenyenyekea chini
ukapate kuinuliwa juu. Asante Bwana. Asante Jehova. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Mfalme. Thank you, Jesus. Asante. Thank you, Lord. Haijakuwa rahisi. Thank you, the great. Mwezi wa 12 ni wewe. Ni wewe, yes. Utatembea pamoja nasi katika mwezi huu. Ni wewe, Mfalme. Utatenda mambo makubwa katika mwezi huu. Yes, Ni mwezi wa kumalizia mwaka. oh, yes. Naomba kwamba hayajaweza kufanyika tangu tuanze mwaka, katika mwezi wa 12 yakawezekane, Yes. katika jina la Yesu. Tuatabire mbia mono. Yamono, yes. Tuatabire mbia mono. Yamono, yes. Tuatabire mbia mono monene. Oh, yes. Ubija bwawo n'obungi. Oh, yes. Mabera utari nekerengo. Ayatunga muntu. Ayatunga mwene bantu Nyasaye. Ayatunga muntu Nyasaye. Aya Nyasaye turi mu ngainereria. Ayagore egigwate abana kigekoba. Na hata leo tunaomba kiruma nataka kitendeke hapa. Kikatendeke kwa jina la Yesu. Oh, yes. Na mtu wa Mungu apige Bwana Yesu makofi kwa Mungu. Amen. Amen. Amina. Amen. Na tuketi kwa jina la Yesu. Toikaransa serieta lya Yesu. Namshukuru Bwana Nake Nyasaye mbuyamono. kwa sababu ya wema wake. Asengencho y'obuya bwaye. Fadhili zake ni za milele. Obuya bwaye n'obwa kale na kale. Wema wa Mungu Obuya bwa Nyasaye hauwezi ukapimwa kwa vipimo vya mwanadamu. tokolengwa ase ebirengo bya mwanya bantu. Yale mengi mema ametutendea, Amanga maya ayatokoleire. ametembea pamoja nasi Otalira amo naintwe. tangu tulipoanza mwaka huu wa 2024. Kesa tuachagete omwaka wa 2024. Mwezi wa kwanza, Omutienyi omutang'ani. na leo tuko katika mwezi wa 12 Na lere torase omutienyi 12. ambaye ni mwezi wa mwisho katika mwaka wa 2024. Oyore bwa omutienyi bwa omwali ase omwaka wa Na ikiwa ni 2024. siku ya kwanza katika ibada yetu, Sunday ya kwanza katika mwezi wa 12. Eli musangereko noito omutang'ani ase omutienyi oyo 12. Mungu hajawahi chelewa, Nyasaye talikonyorwa. lakini yote yanatendeka kwa wema wake. Byonsi ebigokoreka ase obuya bwaye. Kwa hivyo kama kuna kitu ulikuwa unatarajia Onye gento kialenga orro gwasemereti. Bwana kukitenda katika mwaka huu, Nyasaye agekora ase omwaka oyo. umengojea sana, Kwaganyire mono. umechoka, Kwarosire. unasema haitawezekana. Kwarorire ng'a tekonyalekana. Bado kuna muda. Chinga kinchiro Mungu bado. hajachelewa. Nyasaye taikonyorwa. Ni sisi tunaweza kuchelewa, Ni tutoranyorwe. lakini Mungu ni mwaminifu, Nyasaye no mwege. bado atatushughulikia Na atokorere na mirimo. atatutendea Na atokorere. katika jina la Yesu. Ase erieta lya Yesu. Sababu kuna wageni ndani ya nyumba, Ase eng'encha abageni bara ase sitaki nyumba. kuwa na maneno mengi, Titageti gotwara amang'ana amange. lakini katika ulimwengu wa kiroho Kolenda ase nasikia ense yake utukufu moika. umejaa ndani ya nyumba hii Ninyigwete obonene boichira ase katika nyumba. jina la Yesu Kristo. Ase erieta lya Yesu. Na mahali ambapo kuna utukufu wa Mungu, Nase obonene bwa Nyasaye bore. kuna neema Obuyamboro. ya jambo lolote kutendeka, Obuya bwakende gyonsi gokoreka. maana Bwana akiwa pamoja nasi, Ekiagera omonene karara ase tore. ama utukufu wake unapokuwa ndani ya nyumba, Oso obonene bwaye karobora ase nyumba. ama uwepo wake unapokuwa ndani ya nyumba, Oso koba okwaye karokora ase inamaanisha nyumba. Mungu mwenyewe ako hapa, Igemine tinga Nyasaye omonene na noare. Mungu mwenyewe akiwa hapa Na Nyasaye omonene kararo. anaweza kukushtua kwa njia yoyote, Na bara agoshtua ase ncherende yo. anaweza kufanya lile ambalo haungeweza kutarajia, Na bara akoleke liota asemereti. kwa jina la Yesu Kristo. Ase erieta lya Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa sababu kabla nilete mtumishi wa Mungu, Na akere kuna Nyasaye buyamano. Reverend wetu Daktari Ojengo aliweza kuumia katikati ya wiki hii, Reverend Julius Ochenga akaumia ase wiki ye gatiga. lakini nashukuru Mungu kwa imani kubwa Na akere Nyasaye buyamano ase okwege nokonene. ambaye Bwana amemsaidia, Nyasaye amokonyire. hata kama anatembelea fimbo, Nonyega gotarira enyimbo. lakini amejipa moyo, Kolende bweire omoyo. hako ndani ya nyumba No ari imere nyumba. katika jina la Yesu. Ase erieta lya Yesu. Wakati wewe umegonjeka, Ayekara kubarwarire. unakaa nyumbani, hata kama ni homa,
Igo koberanga neba nelikuba. Unasema siwezi kwenda kanisani. Wateba ya tinko ende kanisa. Lakini unaona mtumishi wa Mungu ameumia lakini bado ako hapa. Twarero musombo Nyasaye ga umiete lakini no ale se kanisa. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa sababu amemponya mtumishi. Ese ngenjongo bweni aro musombo. Ningependa apelekewe mic atusalimie. Sabira ewe mic atokwani. Msikie sauti yake. Ni mwili uko na dhaifu kidogo lakini kiroho ako na nguvu. Kembo ikale ne chinguru. Tusalimie baba. Tokwani. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe tena. Manene saba kwenda. Mchungaji ameelezea vile niko katika hali ya uchungu lakini niko salama. Amina. Wanasema achali haina kinga. Achali haina kinga, ni kweli. Ilikuwa Wednesday, Tuesday this week. Lenge tumaine wiki yeye. I was doing some project back at home. Alego kora emirimo getenka sobo. I did it on Monday, it was so well. Tuesday I went back for the same. Tumaine akaira na sengenje emirimo eyo. And the Bible says sometimes you can make your plans but God approves what to be done. So on that Tuesday we worked with some fundis. The work I was doing was over. And now I was ready to come back. I parked my car next to the gates. After finishing that work, I went around to see that everything is okay so that I can come. Little did I know that I can sleep, get injured. Nikaanguka chini. Nikafikiria ni kitu rahisi. Kujaribu kuamuka nikashindwa. Nikashindwa kabisa. The other fund had left. When it started raining, yeye alikuwa na gari akaenda. Fundi mwingine alikuwa na pikipiki, yeye akapaki kidogo. We took shade, and after that work I went around to see that everything is okay. When I'm coming back, hizi tiles tuangalie vizuri. Nikatereza, my leg was twisted. Nikajaribu kuamuka, wapi. I left my phone in the house. So the brother we were with, they had gone for evening service in the church. The only person who was there is the fundi. So I had to call him, please come and help me to rise up. Praise the Lord. It taught me something. That these two legs have to work together to be able to ask to be mobile. The unity is very important. I was rendered immobile that day. I tried as a man to come up, but it was not possible. Until that young man came and assisted me. Carried me to the house. I was able to reach my phone and I was calling for help. My car is there. I'm not able to. I had to call Mama to come, but I realized there was a brother nearby came and drove me to the hospital in very severe pain. So there, X-ray was done. It was realized that the bones are okay, no fracture. I was admitted. Kwa hii miguu kuna kamba Mungu ameweka. Zimefunga mifupa na nyama. Jisivete emauga na nyama. They were ruptured. They could not work. So I went to the hospital, admitted for 2 days. Nikapewa fimbo. And I was advised to use it for some 2 weeks. That's why you are seeing me with this fimbo.
Na ikiagera mwamararare But ne nyimbe eyo. God assisted me a lot. Kole ne I nyasaye was omokonyire imagining mono. if I went down Ale kolengera lingonyire Nigonge ndengenda kichwa no chini. umutwe tuomerense. kwa hii tiles, Asichitaeli echi. ingekuwa mbaya sana. Yale Kwa hiyo Mungu otokoba wetu mono. ni mwema Nyasaye oito nomuya. na it is an eye opener. Negento giogotoigora amaiso. Tumependa tiles, tumeweka kwa bafu, Twanjete chitaeli na twabekire kitabu kerase asina pake bafu. matope kwa pavement. Twabekire pake varanda pake pavement. Kore bafu metegikia. Ukiwa kwa bafu. Ukiteremuka Kabe hata maiso. hizi tiles, be careful. Ekero ogotirimbuka chitaeli echi kabe maiso. Kore bafu ore unafanya shughuli ya kujisafisha na kusimamia mguu moja. Ukiwa kwa bafu, ukiwa na shughuli ya Unaweza Teresa. kama gotenenerete. But I thank God. Kolene na ake ni nyasaye mbuya mono. Like the word of God says in 1 Thessalonians 5:18. Buna lingana lya nyasaye ligota That yabasa be Thessalonica ye careful litangania to ya mai thank 13. Be careful to give thanks. Kabe omuntu ogwaka ngambu ya Be mono. careful to give thanks Karwe in ka kambu ya all mono. circumstances. Asekera lingana. Praise the Lord. Amen. Niliwaambia mguu lazima iwe yote vizuri Na ndio bata uweze ya magoro kutembea. ikabonsi abere buya omanya gotara. When one of it is disoriented, Ekero komo you cannot operate. Otaiko nyara okale gasto ko then nyara same okaragas. as a church, Nabo iga ikanisa. let's strive to maintain the unity of the body of Christ. Igatoteme kubwatana. It's when we can move Nalitora asuke mutu. the unity of the church. Kanisa. Let us work as the two legs works Igogo to be able to make kolemere us magora stand. itabera kolemere muligera Either in the tuwatenena. church, Nonya ni in a kanisa. family setup, No na se family. in a working place, Asato kolemere. wherever, Andonsi. strive to maintain the unity. Tema to menye na obamo. Onaye twe nyimbo na linda nyale gosuka. Alipewa vimbo ili aweze We kutembea. need to strive and work for the unity of the church. Ntobwene tokorwana kabisa tokolemere God maso bless obwamo. you so much. Amina. Niko salama. Amen. Thank you, Bishop. Bwana akupe nguvu na Sako echinguru. akusaidie upone kabisa kwa Na jina la ndago Yesu konyo Kristo. ubwene kegimaseli etali ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Wiki hii tumekuwa na mkutano hapa. Wiki yetu abere no mukutano ga. Umekuwa wa baraka kabisa. Obeire obwogo sise nikegima. Na wageni wetu wametubariki. N'abageni baitu bato sise niri. Tulikuwa na watu kutoka pande zote. Etwalenge n'abantu koruchinsa mochionsi. Tulikuwa na watu kutoka Ligena. Twabwata abantu koruligena. Tulikuwa na watu kutoka Gesurura wengine. Twabwata abantu korugesurura. Tulikuwa na watu kutoka makanisa yetu hapa. Kutoka Kisii Town. Kutoka Getare. Walikuwa hapa. Tulikuwa na watu kutoka Matangamano. Twabwata abantu koru matangamano. Wengine kutoka Igale kwa Abande kina koru Igale Kuntu. Kuntu. So kulikuwa na watu wengi hapa. Abantu n'abange balenga. Na Mungu akatubariki. Na Nyasaye agatosisenia. Tunapokuwa na mikutano kama hii, Ekero togotwara mikutano muneye. ni vizuri hata kama wewe sio wa praise and worship, Mbuya nebaya tulioyomo. kuja kwa mkutano uweze kubarikiwa. Ninjua so mkutano useseniwe. Usitoe pesa, usitoe nyama, usitoe To kuku, ruchi beso ruwe nyama. lakini ukatae kuja wewe mwenyewe. Lakini bwange gocha yo Ni manyene. vizuri kuja na uweze kubarikiwa kwa Mbuya jina la oche Yesu. na ndo seseniwa Maana seli ya mkutano Yesu. ulikuwa ni kwa watu wote. Ese ngenjo mkutano ulenge bwa abantu. Na kwa sababu hiyo waje niwaletee wageni Wale wale ambao walikuwa kwa mkutano aba balenga so mkutano. wengine tayari wametuhudumia asubuhi first service. Abande mbato kuanera se musangereka no mambi. Hivyo hebu wapewe microphone watusalimie. Tulikuwa na mgeni mmoja ambaye anaitwa Reverend Nyakundi. Hebu kuja pande hii Nyakundi. Nyakundi amewahi kuwa hapa. Nyakundi na cheta nainde. Wakati tulikuwa na mkutano wa Koinonia ya Macedonia East. Tulipofanyia pale kuna hiyo kitu hapo jini ile ya kumulika mulika inaitwa Sindis. Mkutano ulenga ngale na Sindis. Ya tusalimie. Na utuletee dada yako pia tusalimie. Amen. Asante Bishop. Biyamano Bishop. Kanisa la Nyamataro pia. Bwana asifiwe. Amen. Hebu inua mikono kama unaniona. Yesu asifiwe. Amen. Kama uyuko hapa kwa ajali, Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nashukuru Bwana. Na akere Nyasaye mbiyamana soko basa. Bwana amekuwa mwema kwangu. Nyasaye wabeire omuyasende. Tumekuwa na wiki ya baraka sana. Twatwalire wiki yogo sene kigima. Kukaa katika uwepo wa Bwana. Kwa basa oko ba kwa Nyasaye. Hakuna jambo nzuri kama kukaa katika uwepo wa Bwana. Kentonge yo kiyago etani oko basa oko ba kwa Nyasaye. Maana kuna baraka tele
Asenge njogo seni ankorora soko kwa Nyasaye. Vile mmesikia majina yangu, naitwa Reverend Justin Nyakundi. Asa malieta yako ku Reverend Justin Nyakundi. Kwa neema ya Bwana niko kule Molo. Asobi ya Bwana Nyasaye gamenya tali Moro. Wale hawaja wa hapa some 2 years back. Miaka ibere yetire. Na tumeona Bwana. Tuaroliro monene. Nilitembea na dada yangu na hata aleta na musubati wa minto ambaye ananifuata mara ya 5. Oyo kombwati ya kurmageli ya 5. Na ningependa kuja awasalimie pia. Na ande ninganja chato kwani ili mumjue. Digara mumumanye. Nilimwambia kuja ajue Nyamataro ni watu wamebarikiwa. Na matete ya chama Nyamataro na abantu basenirie. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Wangapi wako na furaha asubuhi ya leo? Mimi nimebarikiwa na ningependa kusema kwamba niko na ushuhuda. Before we came here, I had some pain in my body somewhere, siwezi sema. But the minute I stepped kwa hii compound, I don't know how it disappeared. So, chenye najaribu kuambia ni ati, this altar is speaking. Sijui kama mnajua kile ambacho kiko hapa. This altar is speaking. It has spoken in my life. Matabawa yangu kwa nara kwa nirasobo gimabuaye. Na ningependa kuambia mshikilie kabisa. Na basabire mubwaterere mono motiga. Tufanye hii kazi na taji tutalipwa mbinguni. Tokole meremeye ne gutwa ntobekerwe iguru. Amen. So nimefurahia kukua hapa. Igona agokire koba. I'm so much blessed. Na asaniwe mono. The leadership ya hii kanisa. Oboraibwe kanise. You are just awesome. Inuna abantu bogukumia. And I love everything in here. Na ande ninganje tekerege ntoma. Na mbarikiwe sana. Museniwe mono. Tutazidi kuwa na nyinyi. Ntoendelea kwa maneno. Hata kama tunaenda mkiwa na kitu yoyote, hata harusi, hata matanga, inatuambia kwa Biblia kwamba we should rejoice in good times and in bad times. And give thanks to him. So my names are Vera Hope. We came with Pastor Nyakundi. And I love your hospitality has been good. All the leaders from Mama Director. God bless you so much. CD and his wife. May God bless you so much. Amen. Amen. Situmpigie makofi mazuri. Anaitwa Hope Fela. Hope Fela. Haja kuwa people. So vijana mlio hapa fungua macho. Hallelujah. Amen. Ninaweza muacha hapa. Yeah. Kwa mpango. Ama nimpeleke kwa mpango. Alafu atarudi peke yake. Yeah. Asante, pia pokea salamu kutoka kwa jamii yangu. Nimepewa asubuhi ya leo niwasalimie katika jina la Yesu. Mmepokea katika jina la Yesu. Amen. Nyamataro mimi sihami. Nyamataro talikonganya. Mimi nitakuja milele na milele. Na kale na kale. Na hata ukikataa nisikuje. Nuangatacha. Mimi nitakuja tu. Bora ninajua njia. Baba nama etenjera. Tuko na bishop wa nguvu hapa. Ndobwata bishop wechinguruga. Huyu ako na matiti kubwa sana. Unajua baba amepewa matiti kubwa. Hii ni matiti ya kiroho nazungumzia. Matiti ya kiroho ni unyonye. Ambia mtu wako karibu wewe nyonya. Konka. Unyonye ili akauke aende mlimani kutafuta ingine. Sema amen. Amina. Bwana awatende mema. Amen. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Bwana akubariki sana. Akiwa pale Moro. Yeye ni akiwa Moro wakati yako pale ni mshirika wa Cornelius. Pastor Cornelius Mumani. Kiriama. Niruhusu kwa heshima kubwa niweze kumleta mgeni mwingine ambaye alikuwa nasi hapa, amekuwa wa baraka. Anatokea sehemu za Nakuru. Lakini anafanya kazi ya Mungu mjini Kisii. Rafiki yangu sana. So ningependa nimpatie nafasi. Na leo kutusamuliro mugati wa mchana wa leo. Yeye ndiye anaweza mchana wa leo. Amen. Sio mwingine.
anaitwa Apostle igakoro kwa Apostle Peter ama Petro. Petro. Na jina lingine anaitwa Mushiri. Hebu kuja mtumishi wa Mungu. Hilo lingine linakuwa ngumu kidogo, nimependa Peter, Petro. Petro inatosha. Amen. Amina. So ni yeye atatuhudumia. Nero gochigotokwanera. Na imekuwa bahati. Nande yabeire gesyo. Anavalia nguo zinafanana na mkalimani. Yaani amevalia nguo zinafanana mkalimani ni white na red, white na red. So Bwana asifiwe. Amen. Baba nakushukuru sana Tata na akobakire sababu ya nafasi hii. Asengenjo eli bageri. Tumishi wako amesimama kutuzungumzia katika madhabahu haya, mtumikie akaweze kuajilia yaliyo yako. Na Bwana, mwisho wa ibada ya siku ya leo, kila mmoja tutasema kwamba kweli umetuzungumzia. Tufundishe kwa kuwa wewe ni Mungu unayefundisha. Tuonye kwa sababu wewe ni Mungu unayeonya watu wako. Na ukaweze kuturekebisha kwa kuwa wewe ni Mungu unayerekebisha watu wako. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe, maana wewe ni mwema. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amina. Karibu sana baba. Amen. Mungu akubariki. Hallelujah. Amen. Let's rise up on our feet. Amen. Amina. I want us to appreciate the man of God in the house. I want us to thank God for him, because he is our father and we love our father. We love our spiritual father. Blessed is one who has one, because there are things that we cannot go through when our spiritual fathers are there. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Turn to your neighbor, ask your neighbor, do you love your pastor? Oh, look at them in the face. Do you ask them, do you love your pastor? Praise the name of the Lord. Amen. I know there are some who don't love you, but I know many of them love you. I can see from their faces. There are just a few here and there. I cannot mention them here. Just a few. But from today, they are going to love you. Hallelujah. Amen. Can we put our hands together and celebrate God for the man of God in the house? Oh, we can do better than that. Can we celebrate God? Hallelujah. Amen. Wow, that was just an introduction. Let us now appreciate God, because God has given us a grace. A grace in the house. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Can we celebrate the Lord Jesus? Amen. Glory. Amen. Amina. Father, we thank you. We give you praise. We give you glory. Thank you because of who you are. Thank you because of what you're doing and what you will do and even what you have done upon our lives. We love you, Lord. Thank you for this time that you have granted unto us to just come and partake
from your table. We give you praise. We give you glory in the name of Jesus. As Lord, we share your word. We pray that you open our internal beings, open our internal ears, that as you speak once, we shall hear twice. Thank you, Lord, for you have done. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Well, we may be seated in the presence of the Lord. And I want to bring greetings from my wife. I am married to one female wife. One female wife. And I'm blessed. You know, if you don't, you have to specify. This generation is wicked. People are marrying men. My friend. And I'm blessed with 2 biological children. And 1 grandson. By the grace of God. So I'm not as young as you see. I am somewhere. I say I am somewhere. And they passed their greetings to you. My firstborn is in Nairobi. And she called this morning and said, I greet you. So receive greetings in Jesus' name. Amen. Wow, I want to speak about honoring our spiritual authority. Amen. Honoring our spiritual authorities. And there are many notes that you're going to write. And I believe that we are going to learn. One of the cancerous diseases that is eating up the church today is what is called lack of honor. Hallelujah. Amen. Lack of honor. And that is what is eating up the church today. And our God is an honorable God. He is a God who honors. He honors everything that He has created. And He has told us to honor also. Romans chapter 13 and verse 7. The Bible says, pay to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed. Revenue to whom revenue is owed. Respect to whom respect is owed. Honor to whom honor is owed. Na omuntu wogochoga ogochoga oyo ogwenerete koirokwa tigairokwe na oyo ogwenerete gosikwa tigasikwe. Hallelujah. Amina. Now God has hidden graces in men. Nyasaye ogachire obuyageta sabantu. This thing called grace. He has hidden graces in men. And He knows that man cannot survive without a grace. Hallelujah. Amina. Man cannot live without a grace. So there are people that God has chosen by His own wisdom to hide grace in them, so that whoever submits under these men will enjoy the grace that these men carry.
Hallelujah. Amina. Turn to your neighbor, tell your neighbor you carry a grace. Tell them you are not an island. Tell them you carry a grace that other people need it. Hallelujah. Amina. So when God created man, He created us to interdepend on one another. Hallelujah. Amina. To depend and interdepend on one another. So there is no man that was created to live by himself. That is why your ability is not my ability. There are things that you do I cannot do. There are places you can reach I cannot reach. And there are things I can do you cannot do. So that is called a grace in a man. When it comes to our spiritual lives, God has made us submit under a man. Hallelujah. Can I tell you something? The most dangerous man on earth is not a murderer. The most dangerous man on earth is a man who does not submit under any authority. Hello? If you meet a man or a woman who does not submit under any authority, that one is worse than a murderer. Hello? Yes. But if you find a man who submits under an authority, then that man is safe with you. Do you know why? Because when they mess with you, there is a place you can go and report them. Turn to your neighbor, ask your neighbor, who is your spiritual authority? Look at your neighbor. Don't look at me, look at your neighbor. Ask your neighbor, who is your spiritual authority? Morigada is serious, muangalia ile serious sasa. Bila smile, bila smile. Serious, muulize, who is your spiritual authority? What is his name? Because your spiritual authority is not God. God has given you a man that you must submit to, so that all the spiritual benefits from God the Father can reach you, that you may operate smoothly in the realm of the Spirit. Can I tell you something? Whatever you see in the physical is a manifestation of what has already happened in the spiritual. Life of a man is a spiritual life. In fact, man is a with a soul that lives in a body. Hallelujah. Amina. So the life of a man is dictated and controlled from the spiritual realm. So if the spiritual realm
onye igoro yo moika. Or if you don't have a cover in the spiritual realm, then your physical life will be a mess up. Hello. Bwana Yesu asifiwe. So one of the things that you have to take care and you must have is a man or a woman that when you mess up in your life, you can go back to, because they are spiritual and they will speak a word in the spiritual realm, and the message of your life will be corrected. Hallelujah. Amen. Where I pastor, to some I am their pastor. Pastor. To some, I am just a man of God. To some, I am a preacher. Who do people say that I am? Who do people say that I am? But to some, I'm a father. Hallelujah. To some, I'm a father. Can I tell you something? Hallelujah. Amen. Can I go deeper a little bit? Are we learning something? Praise the name of the living God. Blessed is a man who submits under spiritual authority. Listen. This man here might be your age mate. In fact, you might be even older than him. But this man here is not your grace mate. Exactly. This is not your grace mate. When the heavens looks at you, before they release anything, because God is a God of honor, and our God does not change. He is the same yesterday, today, and forever. What he does first, he sees where you submit to. That is why there are people who came to Jesus and they were telling Jesus, Master, we need a miracle. Then Jesus told them, you love me with your lips. Love me with your lips. But your hearts are far away from me. Go back to your father, Satan. Ask for me your neighbor again. Who is your spiritual authority? Who do you go to? When your life is in a mess, when your children are messing up, who do you go to? Hallelujah. Amen. Listen. The Bible says you give honor where honor is due. There are three ways to honor our spiritual authorities. One, by praying for them. Paul says, he tells some people there, pray for us. Hallelujah. Amen. Pray for us. Ask your neighbor,
in a week, how many times do you pray for your pastor? You know, sometimes we forget that we are men also. The way you eat, we eat. Hallelujah. Amen. The way you pay rent, we pay rent. The way we pay school fees, the same way you pay school fees. I will not go to school and tell me you are a pastor. So you cannot pay. I also pay. We need your prayers. You did not hear me. Your spiritual authority needs your prayers. You need to spare a day and just pray for them. Because if they fail, your life will not be okay. When they are disturbed, you cannot drink from them. Because whatever they will give out will not be okay. Pray for them. Pray for their families. Pray for their marriage. Pray for their children. Pray for their ministry. Tell God, Father, Father, help my spiritual authority. Sometimes we cry in darkness. Am I talking to somebody? So that we are healed. So that our children will remain to be blessed. We need to pray for them. Number 2, serve. Serve them. Serve them. You find an opportunity of serving your spiritual authority, serve. Don't serve because you have been appointed to serve. No. Just serve. Hallelujah. Amen. Just serve. Praise the name of the living God. Amen. Serve them. Whatever you can do, do it. Just do it. Hallelujah. Amina. Just do it. Praise the name of the living God. Amen. I normally tell my church, sometimes just come and appear in my home. Just appear, enter kitchen, wash utensils. Come, wash the house. Without asking, because you are a child. Enter there, do something. There is a blessing in serving. And I will talk about that. Hallelujah. Amina. Number 3, give. Give. Paul says that we have a right to eat from where we serve from. But again he says that, but we don't use that right. We don't use that right. Hallelujah. Amen. Listen. There is no of Can I talk to the Watanganis? The deacons. Listen. My fellow servants, there is no amount of salary that can pay the service of that man of God. Hakuna. Hello. The work that we do, we don't work. We labor.
Toko bina. Hallelujah. You know, working, you will get tired in your hands. But laboring, you feel the tiredness in your loins. Are we together? So we labor. And that labor in the kingdom cannot be paid by any currency. No currency in the world can pay the labor that we labor in the kingdom. No. Not dollar, not euro, not shillings. Hallelujah. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever you give him is not a salary. You give because you have been commanded to give. Hello. The church I pastor cannot pay my house rent. Man of God, they cannot. The house that I stay in, they cannot pay. They cannot. I don't have any other work that I do. Because I've been called to do this work. But the one whom I serve, the one whom I serve, the Bible says he is faithful. Give to them. Give to them. Sometimes buy meal, can give it to him. Hello. Without organization of any women, without coming together as women, you just decide. Sometimes without coming together as men. Imagine that you are gathering yourself. Ati mumejikusanya kama wazee kununulia pastor viatu. Ach. Okay. You can go buy that shoe, bring it there and leave it. We honor by, we said what? By praying for them, by serving them, by giving. Hello. Amina. Enda pimia huyu mzee suti. Genda upimira umugaka uri suti. Muletere. Wachana naye. Tigana nere. The Bible says the God who sees in secret. The God who sees in secret will answer openly. Aonaye kwa siri. Kuna mambo matatu ambayo Mungu anayajibu wazi. Moja ni maombi. Ya pili ni kufunga. Na ya tatu ni kutoa. Hallelujah. Amen. So we honor by praying for them. We honor by serving them. And we also honor by giving. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kaka Zungura ati munaitana mchango kununulia pastor socks. Kaka Sungura mwarangera nimugorere pastor socks. Surely. Taki. Buna tuarore bono mutie nyoyo tikatogorero musombonya sai chisogisi. Bono tikatotebe nirenga tokuru. Wacha tuambiane tutatoa pesa ngapi? Anirenga okuru. Wewe utatoa ngapi? Na nirenga. Naye utatoa ngapi? Bono toro chigo isan tikatoa. Tunaona hasta tosha. Wacha tuite kanisa. Sogisi. Socks. Ai! Yeah.
Turn to your neighbor, tell your neighbor there is something you can do by yourself. Tell someone there is something you can do without anybody else. Am I teaching somebody? Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua huko kwa mission hakuna chakula? Lazima wamama tukuje pamoja. Ili tununue chakula kwa ajili ya mission. Na mission ni pastor peke yake anaishi huko. Tufanye mchango tununue chakula ya mission. Ya mission. Yet you go to the supermarket yourself. And you spend 30,000 shopping. Watu 130,000 gukora shopping. There are things we go through that will only be broken by taking care of this man. Hallelujah. Amen. Taking care of your spiritual authority is a blessing to your children. I repeat it again. It is a blessing to your children. It is your blessing to your children. Your children will not beg for bread. No. No, impossible. Praise the Lord. Mchango wa socks. Hapana. PH Nyamataro. PH Nyamataro hapana. Kenya. PH Nyamataro Kenya hapana. Chokero yo mino motebi toi mokieke gwangu. Morigereria sama isa marono motebi toi mokieke gwangu. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Why are we praying for them? Why are we serving them? Why are we, giving to them? It is because in every spiritual authority there are three things that you can get. Mumechoka niwachi hapo. Hallelujah. Amen. Three things that you can get. One is called the mantle. The mantle. The Bible says in I think 1 Kings. No, 2 Kings. If you read chapter 2 from verse 10 there. What does it say? Elisha agatoma omuntu asale akamotebya genda bwesibye asoroche rwa Yordani. Second Kings. Is that second? Yes. Chapter 2. Elisha akamoiraneria. Kwambolirie gentege kongu. Umeniuliza kitu ngumu. Korandole nkoirwa korwa sole. Aya noyonyole. Korende onye tokondora lirolie tokoba buna kwaboria. Endelea. Buna balenge bagendererete asoro gendo rwabo. Yes. Bakaba bago kwana amo. Elio mubasokano egali yomolero nechibarasi chomolero chikaba
chikabatanana balia babere na Elijah akairwa igoro nekerambauti. Elisha akarora ekero Elijah akoirwa igoro akarera tato minto ayanigo ole asaba Israeli buna chigali na abalini chibarasi nyuma yayo tarore Elijah naende nonyangake Elisha akarusia chianga chiaye agachitandorana ebingese bibere alafu na akaimukia egetamba ya kwambara Elijah kelia kia wete koru asale. When Elijah ascended to heaven, ekere Elijah achiete igoro, Elisha was there Elisha no arenge as a son. Hallelujah. Amen. As a son, he was there. And the Bible says Elisha witnessed whatever was happening. Then he cried, my father, my father. So the father of Elisha was Elijah. Hallelujah. Amen. Was Elijah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Listen, we get mantles from our spiritual authority by following them. Hello. Paul says in 1 Corinthians chapter 11, verse 1, imitate me as I imitate Christ. Ask your neighbor, who are you following? Hello? Who are you following? You know, we have people here who follow other spiritual authorities. There are people here whose spiritual authorities are in Mombasa. There are people here who are going for Holy Communion because that is where they follow. Who are you following? Because the mantle of this man cannot fall on anybody. Hallelujah. Amen. Mantle empowers your life. Mantle empowers your life. When you have the mantle, you operate with power. No demon, no witch, no witch. I say no witch. I say no witch can overcome over your life. Why? Because you have the mantle. Lakini kama yako iko kwa meza ya Bwana, wewe enda. It is live and direct namna hiyo. Hallelujah. Amen. But if your mantle is here, follow. Where he goes, go there. Where he does not go, or you don't step there. Hello. Elisha followed Elijah. And the end of the day, he received the mantle. After crying, my father, my father. Then the Bible says, when he began going back, there was an obstacle. River Jordan. Oroche. And the Bible says, he took that mantle that he received from Elijah. Because that is what he received. He struck the waters of River Jordan. And whatever happened with Moses, with the Red Sea, happened also in River Jordan. It was split into two.
And there was a way. I say where the mantle is, there is a way. Where the mantle is, there is a way. Nothing can stand before you. Utapita nayo. Utapita nayo. Why? Because you hold the mantle. Hallelujah. Amen. The mantle that you have is power. Is power. You will say, whatever will overcome me will not overcome my Father. Hallelujah. Will not overcome my Father. Will not overcome my spiritual authority. I might not have power by myself, but I have the mantle of my Father. And because I have the mantle of my Father, I command the Red Sea to split into two, because He makes a way where there is no way. There is no impossibility where there is a mantle. Ah. Yes. Amen. Amen. They carry mantles. Listen. The devil will the devil will show you the nakedness of your spiritual authority. Because he is a man, he has weaknesses. But even in that weakness, there is a mantle. Focus on the mantle. Leave the weakness. Hallelujah. Know why you are there. Listen. When you despise your father because of his weakness, that curse will not land on you. That curse lands on your children. When Ham mocked his father opened his mouth and he told Ham, listen, my son, for you are blessed. But Canaan, who is your son, is cursed. When you meet to gossip about the weakness of your spiritual authority, that curse will not fall on you. You will enjoy life, but your children will suffer. Hallelujah. Amen. They will eat whatever you have as long as you are alive. But when you are gone, turn to your neighbor, tell your neighbor, don't focus on the weakness. Focus on the mantle, because that mantle is hidden. I say the mantle is hidden. It is there. Though there is a weakness, yes, but the mantle is there. I am following you, my Father, because I see a mantle. I don't see weakness. Weakness will come and go, but my aim is the mantle. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kanisa magarimbi amore. Huko nyuma kanisa mko salama. Haleluya, koraiga. Fanya hivi. Hello. Amen. Amina. Hello. Number 2 thing that they carry is inheritance. No mwando.
Now, a mantle is only for those who follow them. Emanto ne yo libye ko komubwati. But inheritance Kolendo omwando is for all children. no bwa abana bonse. Hallelujah. Amen. Are we together? Now, what will empower your inheritance Ekikera abeke chinguru omwando is the mantle. ne manto. Hello? Every child has a right to inherit. Kero omwana nabwate okubwagwa okonyora omwando. Every child, that is your right Kero omwana kuno chinguru chacho okonyora omwando. as a child. Muno omwana. The Bible says in Proverbs 13:22 Ebibilia gateba semere ngani emerongo 32. that a good father Nga omoiboli omuya. leaves inheritance Iga gotiga omwando. for his children Asa abana baye. and his children's children. Na abana ba abana baye. Hallelujah. Amen. Can I show you an error? Nkoro kia magoso. Can I show you an error in our present lives? Nkoro kia magoso asobuguma bwito bwa bono igo. Hallelujah. Amen. It is wickedness Nobo osaleku. for you to take your children to school Koiro omwana eskuru and help them nando bakonye. so that they come to help you. Digere bache kogokonya. It is wickedness. Obunobo saleku. It is not biblical. Tali ke Biblia. The Bible way E Biblia gateba is for inheritance to flow forward, no mwando kogenda gochimotwe. not to come backward. Tali gocha gocha maega. You don't train them to help you. Toriko basomi digere bache kogokonya. Them helping you is their choice. Baro buko gokonya no gochora kwabo. Nakwanire bobe. Ameongea vibaya. Yani nakwanire bobe pi. Ameongea vibaya kabisa. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Manene Yesu abakwe. Unajua vile niliteseka nikikupeleka shule? Haye. Wewe. Wewe. Nakurusara chianga. Naweza kukutolea nguo. Haye. Wewe. Listen. Tegerera. That is nothing. Ekimbosa. That is a costless curse. Ino maragereria tabwatio musingi. Tabwatia maguru. Haina mguu. Hallelujah. They will help you because they honor you. Igo barago konye sengecho bago gusika. But they will not honor you if you are not honorable. Kolende mbago gusika onye toli monto bwesiko. Honor begets honor. Amasikani gago chaso monto bwogo. Honor begets honor. Amasikani gago chaso monto bwogo. You will be honored when you honor. Igora sikwa karogo sika. But when you despise, kolende karogo chaya, you will also be despised. Na ya no chaywe. Igoto kumi na bana bao bakogo chaya. Usishangae wakati ogo chayo kuo. Iyo madharau. Ni gokora sore. Iko kwako. Chenchia. Badilika. Gokonya ndo muntu. Nasaidia mtu. Hallelujah. Amen. Ngokonya katore. Tunasaidika. Hallelujah. Amen. Inheritance. Omwando. Now there is something else. Number 3. They carry a blessing. Every spiritual authority have blessings in them. Now, a blessing is not for everyone. A blessing is for only those who serve spiritual authorities. Isaac told Esau, go and bring me a meal. Hallelujah. Amen. Because he wanted to bless Esau. But Esau delayed.
And Jacob was very wise because he also wanted a blessing. Listen, the inheritance of Isaac was for both children. But the blessing that he had was for one. Hallelujah. Amen. Inheritance is for all. But blessing is for one. Go and bring me. Hello. Yes. Now, a blessing is when you are empowered to do well. Hello. Yes. We mzee uko na watoto. Umewahi mtoto amepewa urithi alafu huo urithi ukaisha? Kwanya kororo mwana okoyegwa omwando yoera. Ama hakuna? Kwanya kororo. Siko. Mbayo. Mtu amepewa shamba kubwa, amepewa omonto egwa omugondo monene. Baada ya miaka 2. Emiaka ebere koera? Hakuna. Toyo. Alipewa urithi, si ndio? Iga etu omwando. Hallelujah. Amen. Kwa nini ule urithi uliisha? Ngiyeko garo omwando yokoera. Kwa sababu haukukuja na baraka. Osengencho omwando yochete maseseni hata hiyo. A blessing increases your inheritance. Omwando. Did I hear an amen? A blessing increases your inheritance. Omwando. So when you are blessed, even the devil knows that you are blessed. My friend, you cannot touch anything when you are blessed and that thing dies. You cannot plant. You cannot nabatinde kama kima mogondo. Hata wakizika ugali kwa shamba. Nabatinde kama kima na managu mogondo. Wakizika ugali na managu kwa shamba. But when you are blessed, you will plant there. There. Igoro yobo kimobo. And you will harvest 100 times. Because you are blessed. You are blessed. I say you are blessed. Nothing can prevent you from doing well. Your inheritance will keep on increasing. Hallelujah. You received 1 acre. But by the time you are giving your children, you will be having 1,000 acres. Why? Because you are blessed. Amina. You touch something, it works. You touch a business. Just like that. Even people will come to ask you, which muganga are you normally going to? You are not limited by business. You are not limited by farming. In fact, can I tell you something? Hallelujah. You are blessed to a point where your father gives a coat of many colors. You are in business. Yeah. You are in farming. And you are doing well. Your family is doing well. Even in ministry, the department you are leading does well because you are blessed. Hallelujah. You have a coat of many colors. Every gate you enter, you conquer. Kuna
hakuna kitu inakuzuia. Gentongeyo gegugutanga. Hallelujah. Amina. Your inheritance keep on going and going. Omwando wako gendera komente kana gukina na gukina. Why? Because you're blessed. Asengenjo sesenirie. Amen. Amina. So some will get inheritance. Abantu bande mbanyora omwando. Some will get mantles. Abande mbanyora mantle. Some will get a blessing. Abande mbanyora gosene. Now I want to talk about getting a blessing. Ndagete gokwanere goro yoko nyoro gosene. But I want to illustrate something. Na ndagete go koro mfano. So that you know where the church has put their spiritual authority. Ligera munyale komanya ngaye kanisa ya bekire tato oboke moika. And why? Na ande na seki. Sometimes we are the way we are. Hello? Yes. Tuko pamoja? Ntoramo. Is there a speaker that is not usable? Or something, a Lord? Just a Lord, something big. I want you to put them on top, put it on top of this wheelbarrow. Like that one. That is okay. Then I want a volunteer. Someone who is very strong. Someone who is very strong. Are you sure? Are you very sure? Do you think he can do what I want him to do? You are able? Well able? Appreciate him. Hallelujah. Amen. I want other 3 people. Other 3 people. Come. Now, bring this cut here. Other 3 people. I've gotten one. An extra of 2. Don't worry, you will not fall down. I don't pray for people they fall down. That is not mine. So don't worry. And as we are doing this, I want you to open 2 Samuel chapter 6. We are going to read chapter from verse 1 to verse 11. Hallelujah. Amen. I see you are ready. Praise the Lord. Amen. Now, the other 3 people just come. Just come. These are 2. One more. Yani mbabererio montacha. Nkieke. Thank you. You can join them because you have come. This is how people take blessings. From behind they run and take blessings. Hallelujah. Amen. Now, I want you to read that scripture. 2 Samuel chapter 6 from verse 1. 11. Naende Daudi agasangereria abantu bonsi abachole tokorwa asaba Israeli. Nachorira abantu. Chiribu emeronge tato. Inchen Daudi bon nachorira abantu aba. Ere n'abantu abo bonsi balenge komo bakagenda bala Yuda kuya esanduku ya Nyasaye. Wakaenda pale kuchukua sanduku la agano. Sanduku la agano ni hii. Sawa sawa? Hii ndio sanduku la agano. Sanduku la agano lilikuwa linabeba uwepo wa Mungu. Esanduku ya Nyasaye yale mogetio kwa kwa Nyasaye. The presence of God was carried here. Okoba kwa Nyasaye kualenga se sanduku. But the enemy had come and took the ark of the covenant. So anytime the presence of God was not in Israel, they were defeated. And David was tired. And he realized that we need to go back and bring the presence of God back. Hallelujah. Amen. So he chose a team. Strong team. Like, are you strong enough? Like these ones. And took them for war. So that they redeem
The Ark of the Covenant. Esanduku ya machiko. This Ark of the Covenant in our present time Esanduku ya Nyasaye ase obugima bwaitu bwa bono iga. is called the church. Igekorokwa kanisa. Hallelujah. Amen. It is the church that carries the presence. Ne kanisa imogetie okobao kwa Nyasaye. Tuko pamoja? Ntoramo. Mpaka hapo tuko pamoja? Goikabu ntoramo. Hallelujah. Amen. Endelea. Eyo ekorokwa ase elieta lyo monene bw'emeganda. Oyo omenyete no bonene igoro y'abakerubi. Korwa ase nyomba ya binadabu agwo ekegoro igoro bakarusia esanduku eria. Bakayebeka igoro ase gari enya. Bakarusia in fact inafaa the strong man return this thing there. I wanted a strong man because I know. Na unaendesha ni kama hakuna kitu. There. So the Ark of the Covenant was kept here. Amen. Esanduku ya Nyasaye yagachire galia. So they removed the ark. Wakaruhusia sanduku eli. Atahitaji usaidizi hapa. Kwa sababu sanduku ni mzito. Ese ngenje sanduku nendi tonaga niyo bakora. Hallelujah. So one of you come. Oyo omu inogenda. One of you come. Thank you so much. You are a strong man. So they removed the ark. Wakaruhusia sanduku eli. And they put it on a cart. Wakayebeka ase gari. Which was new. Alengenya. KD something. KD. Something. And it is very new. Though dirty kidogo, but tunaelewa uchafu, but it is new. So take the Ark of the Covenant, put it here. Hallelujah. Very heavy. So they are doing work to make sure that Ark of the Covenant is here. Because this Ark of the Covenant is needed in Israel. Kanisa linahitajika Kenya. Kanisa ambalo linamwabudu Mungu. Kanisa ambalo limebeba uwepo. Kanisa ambalo limebeba uwepo. Linahitajika Kenya. God is looking for a church. Hallelujah. And he is going to use men to bring the church back. Wekelea. Ni mzito kweli. Hallelujah. Ni mzito kweli kweli. Munafaa kukuwa na drama club. Maana tuko na watu wako talented. Hallelujah. Let us appreciate God. Praise the name of the Lord. Now, so these people are also there. They are also there to bring back the presence of God back to Israel. Listen. When we have a church that carries the presence of God, even politicians will honor God. Hallelujah. Why? Because the presence will be full. Tuko pamoja? Hallelujah. So the presence, the church is here. Now these people need to bring it. What does it say? Usa na iya basinto ba binadabu bakaba bakora esanduku ya Nyasaye. Uza and Ahio. Hallelujah. Let me call you Uza, right? And Ahio. Ahio is my brother here. So no. Let me see. You are Uza, right? You stay here. Amen. Then you stay here. I will show you who you are. Just in a minute, in a second. What does the Bible say? Agwo ekegoro igoro aiyonere oyetangaine Daudi n'Abaisiraeli bonsi bakaba bagochenga na gotera asogotogia omonene bakabugia amakano. Now
These people are beginning to move. You are going to hold the cart, okay? And you will begin coming. Uzzah is behind you, right? Ahio is before you. You people are going to be in front. Sawa sawa. And you are going to dance for the Lord. For your information. And the Bible says it is during this time that David danced until his clothes was, nguo zake zikaanguka zikararuka. Kwa hivyo hiyo kucheza haikuwa kucheza ya mchezo. Muko sawa ama tubadilishe timu? Hallelujah. Naona masaa imeisha, niwachie hapo. Aya, tuendelee. Amen. Now, you people are going to, because music is going to be played there. You people are going to dance as you are coming. Hallelujah. Amen. As the presence of God is coming, as the church is being brought back to Israel. A church that honors God. A church that respects God. A church that is not carried away by the politics of the day. Hallelujah. Amen. Even after election, a church that will remain to be a church and honor God is coming. Hallelujah. Is coming. So Uzzah, you will be behind there. Ahio, be here. The Ark of the Covenant is there. You, I will tell you who you are in a few, okay? So don't worry. Hallelujah. Sasa tupe muziki kwa sababu tuko na waimbaji kwa nyumba. Tupe muziki kwa sababu sanduku la agano linafanya nini? Linakuja. I want to show you something that will bless you and your children forever. Your generation will not suffer again. I say your generation will never suffer again. Hallelujah. So you need to be very careful and attentive. Hallelujah. Tupe ule wimbo wa urejesho, ule wimbo wa we are celebrating because the ark is coming back. Gakimotenge, aki musipo da aki walai. Hallelujah. Hallelujah. Wapi figere kwa Yesu. Pole pole. Kuja. Fanyika. Nini hapa bwana? Wewe ndio tunataka una ukicheze. Wewe ndio Daudi. Ambia mama aende alete shati nyingine. When they arrived at the threshing floor, ile ng'ombe ndume ambayo ilikuwa inasukuma gari, haleluya, ikaguzwa ikafanya nini? Ikaanguka. Kwa hivyo ninataka tukiendelea uguzwe kidogo uanguke.
Haleluya. Ukianguka nini kafanyika? Aseigo usakaramboro koboko kwaye gosire sanduki eyo ya Nyasaye. Wachi hapo. Uza ako nyuma ya ng'ombe. Ayo ako mbele ya ng'ombe. Wakati ng'ombe ilianguka, Uza akatoka hapa nyuma mbio, akaguza sanduku ya agano nini? Sianguke. Mumeshika hiyo story? So tuendelee na ametenda makuu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Alipoguza sanduku la agano, ekera kunete sanduku ya Nyasaye, nini kafanyika? Haleluya. Elio manene akabanenda mwamwende na aseusa akamoaka ekiagera kunete sanduku elia ya Nyasaye. Na usa agakwera agwa Gakwe. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. The mistake here was not Uzzah touching the ark. The work of Uzzah was not to touch the ark, was to take care of the cow. If the cow is okay, the church will be okay. If the cow is okay, the church will be okay. Now, which cow are we talking about here? Open 1 Corinthians chapter 9. Tikara you go. 1 Corinthians chapter 9. Eng'ombe yetoko kwanera nere. Ng'ombe tunaongea kuhusu ni nani? Nisome mstari wa kwanza mpaka wa 9. Aha. Inchetindi ombo sibole. Tikara igo. Aine ng'ombe. Oyo. Inchetindi omotomwa. Tinaro che Yesu. Moyane ase omonene. Gaki. Nakionye inchetindi omotomwa ase abande. Bono. Korende no motomwa inde ase more inwe. Uno mo pastor ino gaki. Inwe ni gomore eke manyererio kyo botomwa bwana asomone. More eke manyererio kyo botomwa bwana onye morio wantomba komanya. Buna na tomiru. Lakini kimoro tigaense manye. Wacha dunia ijue. Okonako okoiraneria kwane ase balia bakomboria. Yes. Ine titoli neli bagalio kolia na konjua. Hatuna haki ya kula na kunywa. Titoli neli baga koira amanaindwe omokungu ole oyo minto ase okwegena abatomwa bande. Na abamwabo omonene na keva bakolete. Gose ninche bweka na bana ba totali neli baga lyogotiga emeremo yakera lintuko. Gose ninche bweka no mo bishop ogaro totali neli baga gaki. Ruka mpaka mstari wa 8. Ine ni gongo kwana yabuna muna mwanya bantu. Gose amachiko tali goteba boy. Noena amachiko na kwanete agakwana bunanaki. Nakiasa amachika musa nigo elikire. To baisa kobekera enta
Don't muzzle the ox while the ox is treading grain. Hallelujah. Amen. Usifunge mudomo ya ng'ombe wakati mudomo ya hiyo ng'ombe inasiaga ngano. Hallelujah. Amen. Kazi yenu sio kuchunga hii. Kanisa ina mwenyewe. Na mwenyewe ni Yesu. Yeye ataichunga. Yeye ataishughulikia. Yeye ataishughulikia. Hata bila wewe hii itaanguka. Atainua tena. Kazi yako ni kuangalia. Rende ng'ombe ye. Onjo keroyo minumote virende ng'ombe yo. Ambia mwenzako chunga ng'ombe. Chunga hiyo ng'ombe. Geko babuya. Ikiwa vizuri. Kanisa ye. Hii kanisa. Goikebe buya. Itakuwa vizuri. Hallelujah. Amina. Na Yesu asifiwe. Amen. Ng'ombe yuno mosombo Nyasaye olio okuri kanisa. Ni mchungaji. Olio kwenye imoki. Ambaye anaibeba kanisa. Olio kwenye suki. Ambaye anaisongeza. Ng'ombe yarari. Ng'ombe amelala chini. Ntomanya tibu nere. Tera aragera. Haijakula. Esenga nchomo meifunga mudomo. Esenga nchomo yesiege tomonu. Asanteni sana. Mbia ninaweza endelea kutoka hapo. Hallelujah. Amen. Mumefunga mudomo ikisiaga ngano. Mwasie kiromo nugago sie ngano. Wacha wakati inaendelea kusiaga ikizunguka. Tigege endelea kusia keigoro tomonu. Wacha iendelee kuumauma. Tigege endelea koroma. Wacha iume tu. Tigero melioka. Nasema wacha iume tu. Tigero me. Wacha iume ipate nguvu. Tigero me. Wacha iume ipate nguvu. Tigero me nyora chinguru. Hallelujah. Amina. Wacha iume ipate nguvu. Tigero me nyora chinguru. Ya kuendelea kusiaga ngano. Ngano lazima isiagwe. Kiagere ngano kwa. Hallelujah. Amina. Kanisa ina mwenyewe. Kanisa nere na mwenyewe ni Yesu. Na mwenyewe Yesu. Hallelujah. Amen. Mungu amewapatia huyu. Nyasao bairoyo. Ona hii ng'ombe. Moroche ng'ombe. Ichunge. Yerende. Hii ng'ombe ikiwa sawa. Ng'ombe yege kwa babuya. Hii kanisa itakuwa sawa. Kanisa yenyewe babuya. Hii ng'ombe isipokuwa sawa. Ng'ombe yonyete kwa babuya. Musa alikufa kwa sababu aliguza kanisa. Musa akakweta sengenza akunete Musa akweta sengenza aliguza kitu ya wenyewe. Akunete gento kia bande. Akawacha ile kazi anafaa kufanya. Akatige meremelia bwana atakokora. Kazi ya Musa ile na kuhakikisha iko sawa. Na koranga mbuyere. Hallelujah. Amina. Bwana asifiwe. Wakiona miguu imechoka ya ng'ombe. Kazi ya Uza ilikuwa ainunulie gari ili ng'ombe ikuwe na haraka ya kuendelea. Uza angekufa. Uza tala gotokwa. Kunete bintu bya bande. Kerogo kune kanisa. Ukiguza kanisa? Kanisa ne ya bande. Kanisa ni ya mwenyewe. Akinya bwatoke. Noruo. Hata ukitoka. Noruo.
hata ukitoka. Na bwe minchoruo. Hata ukikasirika utoke. Kanisa iteko. Kanisa itaanguka. Mbaro banenga. Kuna wale walikuwa hapa. Tari ya umutangani. Sio wewe wa kwanza. Mbaro bachagete. Kuna wale walianzisha. Naende mbanyu. Na saizi hawako. Lakini kanisa noere. Lakini kanisa iko. Hallelujah. Amina. Kanisa noere. Kanisa iko. Tigana ne kanisa pi. Waachana na kanisa kabisa. Kazi yao nei. Kazi yako ni ile. Onchokero oyo minu motebi rende ng'ombe. Angalia mwenzako mwambie chunga motebi nyerisie. Ilishe. Motebi nyerisie. Ilishe. Motebi nyerisie. Ilishe. Motebi nyechinguru. Ipatie Mungu. Sike ng'ombe. Heshimu ng'ombe. Eye. Hii. Olie kanisa. Huyu ambaye anabeba kanisa. Eye menyete morandi. Huyu ambaye anaishi mission. Noena abana ba mbaya. Hata watoto wake hawako hapa. Eye ya ruro omanyete. Unajua? Ai. Deuteronomy 25. Nisome from verse 1. Nimalizie hapo ngende bone nimanyete no ene transport imokonga lakini rende ng'ombe. 21. Verse 1. Omonto karanyoro. Huyu alikuwa Musa. Omonto karanyorekane oitirwe okule ole orosana ime agwo asense elia omonene Nyasaye. Deuteronomy 25. Anya abantu babere babwate elio mana asegati yabo lirolio bagende asekegambero elio abagambi bagambe ekinekyo ekra abantu babere bakomana bagenda asekegambero bakoreki omugambi akoreki agambe ekinekyo siyo tumesolve. Hallelujah. Sio tumemaliza hiyo solution imepatikana. Bagenda aseki. Alafu naoyo ole noboronge aewe oboronge bwaye. Naolia ole nokomocha abalerwe okomocha kwaye. Kera benga olia omomochi nigo agwenerete gwakwa ebiranya omugambi olia amochike arama mense abo asobosyo bwaye achua tu ebiranya birenga ebiranya kolengana buna okomocha kwaye kore lakini ebiranya ebimbite mbieta nirenga omonto yo akwe ebiranya emerongene korende tali goetania ebyo aise kogenderera gwakwa goetania nigo arasokigwe asobosyo bwao bono tako egwa ogoakwa goetania okwo gochikire. Endelea. To baisa kobekera eng'ombe ekeokyo ekero ekora endagera onyaba mura babere na ise omo bamenyete ase amo na oyo makwe nere tabwate omwana omokungu bw'omonto oria takonyuomwa. Tigeragu. Hallelujah. Moses was teaching people how to solve problems within a family setup. Within the society. But in between there, verse 4 there, he said, don't muzzle the ox when it is treading corn. Sasa anaingisha ng'ombe ndani ya society. Hiyo ng'ombe enye imeingizwa hapo igwa. Sikiza. Huyu hata musipo
ana kotini ya mtu ataenda. Tali na koti ya sako enda. Tuko pamoja? Mtorama. Hata msipomchunga mutamulenda, hakuna mahali ataenda kuwastaki. Astaiyago chiko baswera. Hakuna lawyer atachukua aseme lawyer nisimamie. Astaiyago chiko ligia lawyer tebe ngante nenere. Aende kotini aseme kanisa ambayo ninachunga inanitesa. Hata wenge kanisa ngolo randi enchandete. Bwana Yesu asifiwe. Manene yesaba kwe. Let there be revival. Tigoko boki wakobao. Hello. Amina. Let there be revival. Tigoko boki wakobao. If we are going to correct that, onye togo chikorosia mama chayo, this church will be far. Ekanisa ye kogendale. Leave this thing alone. Tiga ekanisa yoka. Leave it. Yetige. If you take care of that, onye goko lenda omosomba, this will be fine. Biyonsi mbebe buya. Amen. This will be okay. Ebimbi bebuya. You know, it is even a shame when your bishop no baso kwa se bishop wenu takes a boda boda. Koline pigipigi. Tebio yo minoteri buya. Ambia mwenzako sio sawa. Una niga tulipanda pikipiki juzi. Tokanine pikipiki moiso gosenigoro. Tokaline pikipiki tulipanda pikipiki juzi. Toko ete stage gari ate pikipiki goro kimbeke tesi kinchwate tesutiane. Anapita huko kwa stage akiwa amedunga suti. Alafu toko igwa abantu bishop. Anasikia watu wanasema bishop. 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 Aye. Kwa nyako umere Father Chiru. Padre ya Catholic. Kwa nyako ndo Father Catholic. Pikipiki goro. Kaline te pikipiki goro. Ai kwa nyako muumere Chiru. Umeimpata sokoni. Unachinyanya chinirenga 20 ya M15 ngokoa. Ya iko mina isana ngokoa. Na sika. Let's rise up on our feet. Father, we thank you. If you feel that you need repentance, lift up your hands and just begin. Just begin talking to him. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we bless you. We honor you, Lord. We give you grace. We give you glory. Thank you for who you are. Thank you for your grace. Thank you for your favor. Thank you because of what you have done. Even upon our lives. Amen. Asante Bwana kwa sababu ya wema wako. Fadhili zako ni za milele. Umetupatia nafasi kusikiza neno lako Bwana. Na kushukuru kwa sababu ya mikono ambayo imeinuliwa juu. Wakati mwingine Bwana tunafanya yale ambayo hayastahili tuweze kufanya. Lakini tunakushukuru kwa sababu umeweza kutuzungumzia katika mkutano huu. Bariki kila mmoja ambaye amepata neno hili. Bwana utusaidie, utupiganie. Kila mmoja akaweze kuchukua njia yake. Afanye yale ambayo anastahili kufanya. Na katika njia hiyo kanisa lako litabarikiwa na litainuliwa kupitia kwa uwezo wa jina lako. Asante kwa sababu ya mema umetutendea. Jina lako litukuzwe na liwe milele yote. Tusamehe mahali ambapo tumekosea kwa kutojua. Bwana ukaweze kutusamehe. Na zaidi ya sasa tukaweze kukurejea. Revival ipatikane Bwana katika maisha yetu na katika kanisa letu na hata katika familia zetu kwa jina la Yesu.
ambapo tumezenganyana, mahali ambapo tumefanya tumekuaibisha wewe, tuomba ukaweze kutusamehe Bwana. Utusaidie tena tuwe na nguvu na maono mapya kwa ajili ya kazi yako. Jina la Baba litukuzwe na liwe milele yote, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amen. Amen, amen, amen. Hebu na tuketi kidogo katika jina la Yesu. Asante sana mtumishi wa Mungu Peter kwa sababu ya kutupeleka katika kipindi kimekuwa cha baraka mno. Hapa hatuoni kama tunapoteza, sababu kuna wengine wanaweza kusema kwamba muda umeenda sana. Kile tumepata hapa hata kama jioni ama saa 10 kitu ya kumaliza maisha, wakati uko dieta hauna nguvu kuambia daktari kwamba wajie hapo, kwa sababu anashughulikia maisha yako. So kwa hivyo mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Karibu tena kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mafunuo makubwa nimeweza kuyaona hapa. Hivyo ninaomba kwamba Mungu aliye na sikio na asikie, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Kwa sababu ya muda ningependa tuweze kumalizia hapa, lakini kabla tumalize, penda ukaweze jambo moja tu, kwa sababu wageni wetu wanasafiri leo, na ningependa katika jina la Yesu na jina la Bwana litabarikiwa. Najua wengine wameenda, lakini bado tunaweza fanya kitu kwa jina la Yesu. Ningependa tutoe hizi hapa, mnipatie kile nini. Unapitia tu hapa, unatoa kile ambacho kinaweza kufanya wageni wetu wasafiri vizuri. Na jina la Bwana litainuliwa. Amen. Amina. Hebu nilete kikapu hapa. Kama uko kanisa la juu unakuja ukipita hapa hivi inakuwa vizuri. Amen. Nimeanza na wale ambao wako hapa mbele wanatoa wakienda nje. Asanteni sana mtumishi wa Mungu. Sasa niwa naanzirama na wabara alitari yo monene. Nikimalizia nitaenda ile roho nyingine, nikuje hapa nimalizie hapa juu na nikuje kwa watu wa praise. Hebu leta ile ambayo uko nayo. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Mungu akubariki. Leta tu hapa hivi. Kama uko na uwezo kutoa ni vizuri utoe, lakini kama huna ni vizuri uende. Lakini vizuri utoe hata kama ni kidogo. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Tumekuja kwa hapa hii roho nyingine.